unataka kufananisha. Kuna ndoa na harusi. Sherehe au sio bwana? Unataka harusi. Harusi ndio inakuja. Ndio hiyo ya kifahari unaotaka zipangwe hama kama 200 ziende, unataka hayo mambo unataka yanakuja, lakini ndoa ndio ile. Shehe yupo, wasimamizi wapo, wazazi wanaangalia, ubani umemwagwa, Diamond kaapa kakubali, Zuchu kakubali, kwenye shida na raha maisha yataendelea, na shida na raha watakutana nazo huko mbele. Kwa kinachofuata sasa hivi sasa utashuhudia lukuga ya sherehe. Ndio unaoitaka wewe. Na umeagiza ngamia? Nimeagiza kama kuna mtu yoyote anauza ngamia kwa bei ya jumla. Tunataka ngamia 21 kwa sababu ya harusi ya mzee wangu. Kwa sababu tunataka kila mkoa tutatembea mikoa 21. Kila mkoa atachinjwa ngamia, watu washuhudie namna ambavyo Diamond Platnumz amefunga ndoa kwa mara ya kwanza. Anafanya shughuli kama za Juksi ama yeye mwenyewe. Sasa hatuwezi kutoa siri sasa hivi kiongozi. Usitake nitoe siri za mzee wangu wewe. Kuhusu maamuzi sahihi ya Diamond kwamba anakomandiwa sana na mamake sasa. Nani? Diamond. Asa mamake na Diamond si lazima muongoze mtoto wake, utamzuia mama asimuongoze mtoto wake. Mamake na Diamond ana haki zote za kumuongoza Diamond pale anapoona kuna sehemu pako sawa na kuna sehemu pako sawa. Kwa sababu yule ni mtoto wake, amehangaika, mamake na Diamond amehangaika kwa anauza vitu ili Diamond arekodi. Also bana, amehangaika naye mtoto wake. This time mtoto wake ana mahela, eti ndio asimsikize mamake, haiwezekani. Mama Diamond, mama Dangote ana haki zote 100%. Unaona ni sahihi kuingilia? Na ndio maana nasema ana haki ya kuingilia mpaka mapenzi ya Diamond mama Dangote, kama huyu mwanamke simtaki namtaka huyu, kwa sababu ni mtoto wake. Huwezi kuingiza la nakum kwenye familia. Na ndio maana karuhusu Diamond amuoe Zuchu kwa sababu ni familia wanaenda. Simona amempongeza. Simona amepongeza, kama angekuwa hajafurahishwa hataki, asingepongeza. Amepongeza. Mama Dangote ana haki zote katika familia ya Diamond Platnumz. Akitoka kumpenda Mama Dangote anapompenda Diamond, wa pili ni mimi. Sasa mwezi kubisha ndio anafuata kina Santos nani kina Momo nani sometimes anakuwa anamsema sema Diamond. Okay, sasa kwa kumaliza na issue yako ya ubunge kwa upande wangu. Umeenda Kigoma, umetikisa juzi na yeye Mwijaku kaenda, ukampiga vita pale bwana, ukaandika fumbo fulani hivi ambalo direct kwa watu wanajua ku connect dot wanaweza kuhisi ni yeye tu kwamba au ni mlenga yeye. Ni kweli unaamini ameenda kusimamishwa kwa ajili ya kushindana na wewe, na vipi umejipanga vipi kuhakikisha kwamba lile jimbo unalichukua? Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Swala la kugombea ubunge katika jimbo la Kigoma mjini sio swala la masiala, sio utani. Nimetia nia, na nia ikifika muda chama chetu cha Mapinduzi kiongozwa na mwenyekiti wetu wa chama Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa nchi ya Tanzania, mheshimiwa rais, akitangaza siku rasmi kipenga kikalia watu wakachukue fomu, tutaenda kuchukua fomu. Na uzuri chama chetu kimeweka utaratibu wa wazi kabisa kwamba kitaangalia ni nani ambaye anastahili mpaka kuchukua fomu. Kwa ukiona nimevuka kwenye kuchukua fomu, ujue baraka zimetoka kwenda kuchukua fomu. Tutachukua fomu. Mtu yoyote ana haki ya kwenda kugombea Kigoma mjini. Hata Mwijaku ana haki ya kwenda kugombea na kushindwa pale. Sababu ni kwenda kushindwa. Ana haki kabisa. Wala haina wasiwasi wowote. Watu wengi wote, watu wa Kigoma ni wengi. Chama cha Mapinduzi kina hazina kubwa ya watu wanaweza kuwa viongozi. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anataka kwenda kugombea pale na kwenda kushindwa ana haki. Lakini sisi tunajua kwamba tunahitaji kwenda kukisemea chama chetu cha Mapinduzi. Tunahitaji kwenda kukipigia chapuo chama cha Mapinduzi. Tunahitaji kwenda kumsemea yaliyo mema na mazuri aliyofanya Dr. Samia Suluhu Hassan katika nchi yetu ya Tanzania. Ni watu wachache sana ambao vichwa vyao vimekuwa ni vigumu. Anaweza akasimama akasema Dr. Samia Suluhu Hassan hajafanya lolote katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini sasa Dr. Samia Suluhu Hassan vitu vingi alivyofanya vinaonekana kwa macho. Achana na vitu alivyofanya vya chini kwa chini. Vitu vinaonekana kwa macho. SGR unapanda hadi wakati unamsema hajafanya lolote, lakini yeye ndo kaipiga starter SGR. Mama kwenye utawala wake wa miaka 4 yeye ndo kaipiga starter kwa mara ya kwanza SGR iwake cha imewaka na kuanza kufanya kubeba abiria katika nchi yetu ya Tanzania. Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mara yake ya kwanza daraja la kuvusha watu kutoka Mwanza kwenda Busisi huko. Kwa mara ya kwanza yeye ndo anafungua utepe mabasi yaanze kupita kwenye daraja lile. Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mara ya kwanza ndo kawasha mtambo wa kufua umeme bwawa la Mwalimu Nyerere.
Hii yote miradi nakutajia ni miradi ya mabilioni ya pesa. Na kwa mara ya kwanza Dr. Samia Suluhu Hassan ndio atakuwa wa kwanza kupiga starter meli kubwa iliyojengwa Mwanza. Yes. Kwa mara ya kwanza Dr. Samia Suluhu Hassan amepeleka maji kila kijiji kupitia jembe lake linaitwa Aweso. Kwa mara ya kwanza Dr. Samia Suluhu Hassan ameruhusu wapinzani waweze kufanya mikutano ya hadhara na wasema wanapovisema katika mikutano ya hadhara, ili mradi wasivuke mipaka. Ukivuka mipaka sheria inachukua mkondo wake. Uliposema kapewa fedha Mwijaku kwa ajili ya kuja kushindana na wewe. Mimi nimezungumzia kichwa mviringo na nataka nikwambie kitu kimoja. Hakuna mtu yoyote anayezuiwa kugombea jimbo la Kigoma mjini. Ila nataka nimwambie mtu kama Mwijaku na wengine, ukushinda tu wenyekiti wa mtaa kwenye jimbo la Kigoma mjini, yaani itamgharimu labda miaka 9 mbele. Nataka niwaambie Kigoma mjini ni mlundikano wa watu ambao ni wabishi, ni wajuaji na wana upendo wa dhati kwa mtu aliyomchagua. Kufikiria watu 300,000 wajikusanye pamoja, wabishi ambao huwezi kuwaletea ujanja. Utapenyaje hapo? Ndio maana mimi nilivyoshinda udiwani kati na narudia tena, jimbo la Kigoma mjini sio jimbo la mtu kuja kichwa tu utachukua chochote, haiwezekani. Ni mlundikano wa watu ambao ni wabishi na wanajua vitu na wana upendo wa dhati. Kwa hiyo ukienda Kigoma mjini uwe unajua unaenda kukutana na watu wa aina gani. Sijui kama unanielewa. Na moja kati ya utofauti, kwa mfano Mungu akisaidia chama changu kikatangaza, nikachukua fomu na nikaenda kugombea jimbo la Kigoma mjini. Najua mtu atakayekutana naye mbele atakuwa ni Zitto Kabwe, ambaye ni yeye yuko chama cha upinzani. Umenielewa vizuri? Utofauti wangu mimi na Zitto Kabwe katika jimbo la Kigoma mjini, Zitto anaheshimiwa, mimi napendwa. Kwa hiyo yani huwezi kuzuia mapenzi ya watu wa Kigoma mjini pale. Na iko wazi nitakuwa mbunge kama Mungu akinisaidia wa jimbo la Kigoma mjini, na kuna baadhi ya vitu ahadi ambazo Zitto atakuwa anazitumia kwenye mikutano yake ya hadhara nitazitumia huko, kwa sababu yeye anatekelezaje, ana serikali. Mimi nitazichukua ahadi zile nzuri, nikiona hii nzuri naichukua na ileta huko kwenye chama changu, naenda kuzifanyia kazi, kwa sababu huwezi kukataa kila kitu. Si amesoma yule? Hapo utakuwa unatekeleza sasa ilani ya chama chake, sio ya kwako. Unatekeleza ahadi ambazo zinaenda kuwasaidia wananchi, sio ilani. Unachukua zile ahadi nzuri ambazo wanazo, kwa sababu yeye ataahidi vitu hawezi kutekeleza. Hana serikali, utatekelezaje? Na uliposema kwamba amempa hela Mwijaku, natamani hapo, kwa sababu uliandika, sijasema mimi, sijazungumzia Mwijaku, nizungumzia kichwa mviringo. Alafu kama kichwa mviringo amepewa hela kule aende kanivurugia upepo, mimi nimesema anaruhusiwa kwenda kugombea na kushindwa, kwa sababu kazi ambayo ndo atakachokutana nacho pale. Ile gari inauzwa milioni 29. Ile gari ambayo Mwijaku amemzawadia mke wake, wameenda kununua kwa pamoja, alafu eti baadaye eti mdogo wow! Wamepatanisha bei pamoja. Milioni 29. Wow! Yaani ni uongo ambao haufanani na ukweli. Vitu wamepatanisha, tushushie. Unajua hii dunia ni vitu vya ajabu sana. Unajua Mwijaku amenikumbusha Shilole tunaenda kununua naye Prado. Tukalipa hela na kila kitu kalichagua. Siku linaletwa hichi akalia. Sasa unalia nini wakati unalia? Mwijaku alizungumza kwenye level ya habari kwamba wewe unataka kumchukua Diamond Platnumz na kwenda kumshirikisha site. Ndio ambao unajenga kwa lako kwamba pale ndio unakufa kabisa, alitakufa. Maneno yako ni kweli. Mwijaku amesema kwamba nilivyompeleka Diamond kwenda kuangalia gorofa langu, namna ambavyo ujenzi unaendelea, Diamond ndio hatonipa chochote, kwa sababu eti akinipa hela eti Santos atasikia uchungu, Momo atasikia uchungu kunipa. Diamond kafunua fursa kwa ndugu zake wote. Mali alizonazo Santos, mimi nijitafute, nisome, nifaulu ndio nitafikia. Kwa amefungua fursa kwa ndugu zake wote. Kila ndugu yake ana nafasi ya kuweza kufanya biashara, ana nafasi ya kutangaza biashara zake. Ndio maana umeona manager wa The Voice ni Santos, ni mdogo wake na Diamond. Kwa hela ambazo anaingiza msanii wa mzee wangu Diamond, The Voice, percent inaenda kwa mdogo wake na Diamond Santos.
Kwa hiyo fursa ziko kwa kila mtu. Ila mimi Diamond alichoniongea kwa mdomo wake, alisema Baba Levo umeniheshimisha. Kwa sababu watu wengi wana maneno sana kwamba mtu hawezi kufanikiwa kupitia Diamond Platnumz. Kwa kitendo cha kujenga nyumba kubwa kama hii ambao hakuna msanii yoyote ataweza kujenga kwa miaka 11 mbele. Haiwezekani. Ukienda kwenye nyumba ya yule Mkenya, hii nazungumzia East Africa Ukienda kwa Calligraph, nyumba yake ya pale Kenya ambayo ndio wanatamba ina ngazi nyingi kama kanisa. Ina ngazi nyingi sana kama kanisa. Kwangu ngazi ni chache, lift ndio kubwa. Kwa ajili ya kupandisha watoto na kuwashusha. Utaua watoto kupanda ngazi nyingine. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo mtu ambaye atakuja kushindana na mimi na ninaamini atakuja kunishinda ni Diamond mwenyewe. Kwa sababu Diamond ile nyumba aliyojenga sio nyumba, ni zaidi ya mall. Ni kama Mlimani City ile yote imeranyelia. Okay, tumeona leo ikitokea umechaguliwa kwa mbunge wa Kigoma. Utaendelea kufanya kazi na sasa pia utaachana na uchawi? Kwanza kabisa nataka niwaambie hapa wazi kabisa. Swala la kuacha uchawa halipo. Nikiwa mbunge nitakuwa chawa wa mawaziri, nitakuwa chawa wa nani ili walete miradi kwenye jimbo langu la Kigoma mjini. Nitakuwa chawa wa rais ili nikipeleka jambo langu lipenye zaidi. Siachi uchawa kamwe. Nabadilisha tu level. Sijui kama unanielewa. Nabadilisha tu level, natoka kwenye level ya huku chini na kwa napanda na Diamond pamoja na mawaziri. Diamond siwezi kumwacha. Yule ni mzee wangu na siku naapishwa atakuwepo pale. Kwa sisi ambao tunamjua vizuri sana D-Voice, maisha ya muziki na hapa ambapo yupo tangia yupo na WCB. Kwanza tuna kila sababu ya kusema hongera WCB kwa kazi nzuri ya kuendelea kumbrand na kumfanya kuwa mkubwa sana kwenye muziki wa Singeli. Sasa hivi tumeona anakwenda kwenye tour yake kubwa ambayo Mandasi wameweka mzigo hapo kuhakikisha kwamba anaenda